Kijiji cha Mbuyuni kilikuwa kimetulia kama kawaida yake. Asubuhi kulianza kwa sauti za jogoo, wanawake wakielekea kisimani na wanaume wachache wakijiandaa kwenda mashambani. Kati ya nyumba za udongo zilizopangwa kwa mpangilio wa kifamilia, kulisimama jengo moja la tofali lililopakwa rangi ya njano hafifu, nyumba ya Bwana Selemani, tajiri mkubwa wa eneo lile. Bwana Selemani hakujitambulisha kwa maneno mengi. Utajiri wake ulijitangaza wenyewe. Alikuwa na mashamba makubwa ya mahindi, alimiliki lori la kusafirisha mazao, na jina lake lilitajwa kila palipohitajika msaada wa kifedha kijijini. Lakini zaidi ya yote, alikuwa na binti mmoja tu, Neema. Neema alikuwa tofauti. Hakufanana na wasichana wengine wa matajiri waliopenda kujitenga. Alitembea kijijini bila majivuno, alizungumza na kila mtu, na mara nyingi alionekana amekaa chini ya mti wa mkuyu akisoma au kushona. Urembo wake haukuwa na kelele, bali wa utulivu. Macho yake yalikuwa na huruma, tabasamu lake lilikuwa jepesi, lakini la kweli. Ndani ya kijiji hicho hicho aliishi Juma. Juma hakuwa na chochote cha kujivunia mbele ya macho ya watu. Aliishi na mama yake mzee katika kibanda cha nyasi kilichokuwa kimeegemea kidogo upande mmoja. Baba yake alifariki alipokuwa mtoto mdogo, akimwacha mama yake akihangaika kwa vibarua na kilimo kidogo. Juma aliacha shule mapema ili kusaidia familia. Mikono yake ilikuwa migumu kwa kazi, miguu yake ilijaa vumbi la mashamba ya watu. Lakini Juma alikuwa na kitu ambacho wengi hawakuwa nacho, tabia njema. Alimheshimu kila mtu. Alikuwa mkweli, mvumilivu na mwenye moyo wa kusaidia hata akiwa hana. Mara nyingi alionekana akimsaidia mama mzee kubeba kuni au kumpelekea maji jirani mgonjwa bila kulipwa chochote. Ndipo mapenzi yalipoanza, taratibu kama upepo wa asubuhi. Walikutana mara ya kwanza kisimani. Neema alikuwa amechelewa, ndoo yake ikapasuka njiani. Juma aliona na bila kusita alimpa yake, akasema atasubiri nyingine baadaye. Neema alishangaa, si kwa sababu ya msaada, bali kwa jinsi alivyozungumza bila kutaka sifa. Kuanzia siku ile, walikuwa wakikutana mara kwa mara. Chini ya kivuli cha mkuyu, karibu na shamba la mihogo, au jioni wakitazama jua likizama nyuma ya vilima. Hakukuwa na ahadi nzito wala maneno makubwa. Kulikuwa na mazungumzo, kicheko na ukimya uliokuwa na maana. Juma alimpenda Neema kwa moyo wake wote. Lakini alijua mipaka ya dunia aliyozaliwa. Mimi ni maskini, alijisemea mara nyingi. Yeye ni binti wa tajiri. Dunia haitaruhusu. Neema naye alihisi kitu kile kile, lakini tofauti. Aliamini upendo ungeweza kuvuka mipaka ya mali. Aliamini baba yake angemwona Juma kama alivyo, mtu, si mfuko wa pesa.
lakini alikosea. Habari zilianza kuenea. Kijiji kidogo hakikuwa na siri za muda mrefu. Mtu alimwona Juma akimpeleka Neema nyumbani jioni. Mwingine alimwona Neema akicheka chini ya mkuyu. Maneno yakaanza, binti wa Selemani na yule kijana maskini. Siku moja Neema aliitwa ndani na baba yake. Uso wa Bwana Selemani haukuwa na tabasamu. Alikaa kimya kwa muda mrefu, kisha akasema kwa sauti nzito, "Nasikia unaandamana na Juma." Neema hakukanusha. Ndiyo baba. Kulikuwa na ukimya mzito. Unajua yeye ni nani? Ndiyo baba, ni mtu mwema. Bwana Selemani alipiga meza kwa mkono. Mwema hatoi chakula mezani. Mwema halipi ada ya watoto wako. Mwema hadengi nyumba. Neema alitetemeka, lakini alijaribu kusimama imara. Baba, pesa si kila kitu. Bwana Selemani alicheka kwa dharau. Utajifunza. Mapenzi bila pesa ni umaskini wa kudumu. Kuanzia siku ile, Neema alizuiwa kutoka hovyo. Alisimamiwa. Simu yake ilichukuliwa. Juma hakumwona tena. Wakati huo huo, familia ilianza mipango mingine. Kijana aitwaye Kelvin aliletwa kijijini. Alitoka mjini. Alikuwa na gari, saa ya dhahabu na maneno mazuri ya kujiamini. Alijifanya mwepesi wa kuzungumza na kila mtu, hasa Bwana Selemani. Alitoa zawadi, aliahidi miradi na alionekana kama jibu la ndoto za baba yoyote tajiri. Neema alipomwona Kelvin kwa mara ya kwanza, alijua moyoni, huyu hakuwa mtu wake. Lakini hakuruhusiwa kusema. Juma, kwa upande mwingine, alianza kusikia minong'ono. Aliona gari likija kijijini mara kwa mara. Alisikia jina la Kelvin likitajwa pamoja na Neema. Hakuna aliyemwambia ukweli waziwazi, lakini moyo wake ulianza kubeba uzito mzito. Siku moja alimwona Neema kwa mbali, akiwa na baba yake na Kelvin. Alitaka kukimbia, lakini miguu iliganda. Neema aligeuka, macho yao yakakutana kwa sekunde chache tu, lakini zilitosha kusema mengi kuliko maneno. Juma aliondoka kijijini siku hiyo hiyo, akaenda kutafuta kazi mbali zaidi. Muda ulipita. Maandalizi ya harusi yakaanza polepole. Kijiji kilijaa maneno ya pongezi, lakini pia kulikuwa na midomo iliyofumba ikijua kuwa si kila tabasamu lilikuwa la furaha. Neema alinyamaza. Alitii kwa nje, lakini ndani yake kulikuwa na vita. Kila usiku alilia kimya kimya, akimkumbuka Juma, akijiuliza kama alifanya makosa kuamini mapenzi yanaweza kushinda pesa.
Wakati huo huo, upepo wa mabadiliko ulianza kuvuma bila mtu kutarajia. Biashara za Bwana Selemani zilianza kuyumba. Soko la mazao lilibadilika. Lori lake lilipata ajali. Madeni yakaanza kujitokeza. Watu waliowahi kuwasaidia walianza kujitenga polepole. Lakini bado, kwa nje, kila kitu kilionekana sawa. Na Neema alikuwa karibu kufungwa ndoa ambayo moyo wake haukuitaka. Ndipo siku moja, habari ndogo lakini nzito zikaanza kusambaa. Habari ambazo zingebadilisha kila kitu.